Kama alivyokujuza kwamba tutakuwa na mgeni siku ya leo ndani ya makutano, na mgeni wetu tayari amefika ndani ya studio zetu. Tutakwenda kumfahamu zaidi, lakini kwa uchache kama ambavyo nimekujuza, tutakuwa na mtaalamu huyu kutoka taasisi ya utafiti wa mifugo TALIRI kwa mkoa wetu wa Tanga. Yeye ni afisa mtafiti mkuu wa taasisi ya utafiti wa mifugo TALIRI Tanga. Nimefahamishwa jina lake anaitwa Dr. Jonas Kizima, lakini basi nikwambie karibu ndani ya studio za 106.1 Mwambo FM, sauti ya Tanga, Tanga raha. Na siku ya Ijumaa ni siku nzuri kama siku nyingine, na ndani ya makutano tumekuwa tukipata elimu na habari mbalimbali. Sasa kupitia TALIRI leo tunataka kupata elimu, na mada yetu kubwa msikilizaji ambao nimekujuza ni kuhusiana na swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Pengine unafuga tu lakini hupati mazao ya kutosha. Kuna watu wanafuga ng'ombe hawapati maziwa ya kutosha, lakini wanafanyaje? Hayo yote tutayapata hapa kupitia mtaalamu wetu, na utakwenda kufahamu yale malisho bora kwa ufugaji wenye tija yakoje. Dokta, karibu sana kwa utambulisho. Sasa msikilizaji anatamani akufahamu kwa majina yako. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyoanza kusema, mimi naitwa Dr. Jonas Kizima, ni mtaalamu mbobezi kwenye fani ya malisho. Na malisho ni chakula kikuu cha mifugo inayozalisha maziwa, na ninatoka katika taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania, kwa kifupi wanaita TALIRI. Na taasisi yetu iko makao makuu yake iko Dodoma, lakini kwa mkoa wa Tanga, Morogoro na Dar es Salaam na Pwani tuna ofisi zetu za kanda ambazo ziko TALIRI Tanga. Kwa hiyo kwa ufupi, mimi niko kwenye kituo cha utafiti wa mifugo TALIRI Tanga ambacho kiko Tanga mjini na kinahudumia mikoa yetu hiyo minne kama nilivyoitaja. Sawa msikilizaji, unapata maelezo kuhusiana na TALIRI, lakini huo ufugaji wenye tija. Na ametoka hapo kukufahamisha mgeni wetu ama mtaalamu wetu wa siku ya leo kupitia makutano. Pengine kuna msikilizaji anataka kuifahamu TALIRI kwa nafasi yako kwa siku ya leo, huenda amepata kusikia kuhusiana na TALIRI, kwa sababu Tanga bwana, tukiwa tunazungumzia swala zima la ufugaji, na sisi Tanga ni wafugaji. Mimi mwenyewe pia mtangazaji wako, msikilizaji wangu, ni mtoto wa mfugaji. Mimi na maanisha maisha yangu nimesomeshwa na mfugaji, mwenyewe nimefuga mpaka umri huo niliokuwa. Na kwa hiyo kuna umuhimu sana tukiwa tunazungumzia swala zima la ufugaji, lakini tukiwa tunazungumzia kilimo ni uti wa mgongo, lakini ufugaji na kilimo ni vitu vinaendana. Hebu twende tukamwambie msikilizaji kuhusiana na TALIRI kwa kiasi fulani, alafu turejee sasa kwenye haya malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Watu wanajenga, watu sasa hivi maeneo yamekuwa mengi ni makazi ya watu. Turejee kwenye hilo. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania ni taasisi ya umma, ni taasisi iliyoko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Taasisi hii ilianzishwa kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 2012 na ipo kwa ajili ya kuhudumia utafiti wa mifugo katika sekta ya mifugo. Kwa maana hiyo, taasisi kama taasisi ya umma inatakiwa kuwafikia wadau wote wanaohusika na sekta ya mifugo, lakini kwa ofisi yetu ya kanda ya Mashariki, yaani inayohudumia mkoa wa Tanga, Pwani, Morogoro na Dar es Salaam, kituo chetu au ofisi zetu za kanda ziko Tanga mjini. Kwa maana kwamba kuna mkurugenzi wa kanda anaitwa Dr. Zablon Nziku, ambaye sasa yeye yupo kama kiongozi anayehudumia mikoa yote hiyo minne, na sisi kama watafiti tuko pale kwa ajili ya kutoa huduma ya utafiti wa mifugo. Ninaposema utafiti wa mifugo, nina maana kwamba mifugo yote ifugwayo, kuanzia ng'ombe, kuku, mbuzi, kondoo, aina zote za ng'ombe wafugwao na mifugo yote ifugwao. Lengo letu kubwa ni kufanya tafiti zenye tija kwa ajili ya kuweza kutoa mazao yenye faida kwa ajili ya kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa leo, kama alivyosema mtangazaji, mimi kama mtaalamu mbobezi kwenye fani ya malisho nitaongelea sana upana wake, ili namna gani tunaweza tukafuga vizuri kwa tija tukizalisha maziwa ya kutosha, kwa maana mifugo tunayo,
Sasa ni namna gani tunajikita kwenye swala kubwa la uzalishaji wa malisho ili tuweze kuzalisha kwa faida au kuzalisha kwa tija? Na msikilizaji, kama ndiyo kwanza unafungulia redio yako, tuko na mtaalamu huyu wa malisho kutoka taasisi ya utafiti wa mifugo TALIRI. Ndo niko naye hapa afisa mtafiti mkuu, na kubwa zaidi tuko na mada ama anaongelea zaidi kuhusiana na malisho bora kwa ufugaji wenye tija, ndo ambalo tunalizungumzia hapa. Unaweza pia kushiriki nasi kupitia 0676444207 nambari yetu ya studio hapa, ukatuma ujumbe wako kwa kile ambacho unakisikia, pengine unataka kufahamishwa zaidi ama unataka kufahamu kuhusiana na kitu kingine ambacho kinahusiana na swala zima la mifugo, basi naye atakwenda kujibu. Naam, pengine tuendelee na hii elimu sasa ya swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Naam. Nakushukuru sana mtangazaji, na naomba sasa kwanza nifafanue kwa nini tunakuja kwenye vyombo vya habari ili kuweza kuwaelimisha wananchi wetu. Kuna mradi unaoitwa Maziwa Faida. Mradi huu unafadhiliwa na nchi ya Ireland, na lengo kubwa la huu mradi, kama nilivyosema, mradi unaitwa Maziwa Faida. Ni namna gani ufugaji wa ng'ombe wa maziwa unaweza ukazalisha maziwa kwa faida. Unaweza nitoe tu mfano, ukiangalia wafugaji wengi tunaowapitia, unakuta wana ng'ombe wazuri, lakini uzalishaji wake wa maziwa unakuta inakadiriwa maziwa yana lita 3 mpaka lita 5. Asubuhi lita 3, wakati mwingine mchana lita 4 5, lakini ukiangalia ubora wa wale ng'ombe alionao, huenda ng'ombe huyo angeweza kuzalisha kwa jumla ya lita 8 mpaka 10 kwa siku. Sasa nini tatizo? Ninachotaka kusema ni kwamba ukiangalia tatizo kubwa la ufugaji, tukiangalia gharama zote za ufugaji kwa mfugaji wetu, 60% ya gharama zote za ufugaji huwa inaenda kwenye lishe. Sasa lishe kama sio bora, unajikuta mfugaji ametumia gharama nyingi, lakini au anaogopa gharama akidhani kwamba atafanya kitu chenye tija. Lakini sasa ukiangalia ile 90%, ukiondoa matibabu, ukiondoa utunzaji, hiyo yote 60% inatakiwa mfugaji awekeze kwa ajili ya kuzalisha maziwa kwa tija, ili asifuge tu ili mradi ameona amepata lita 3, wakati ng'ombe aliyenaye anaweza akatoa kuanzia lita 6 kwenda juu. Sasa hilo ni jambo la msingi ambalo lazima tuliongelee. Kama uzalishaji wetu uliopo ni lita 3 mpaka lita 5, tunaona kabisa kama taasisi ya utafiti wa mifugo tunaweza tukapandisha kiwango cha uzalishaji kama tutazingatia ulishaji bora wa ng'ombe wa maziwa. Ndio maana mada yetu inaelezea ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa tija. Sasa ni nini kinachoweza kikafanyika? Asilimia kubwa ya wafugaji wetu wilaya ya Muheza, wilaya ya Korogwe, lakini mimi nitajikita sana wilaya ya Muheza kwa sababu mradi wetu unataka katika miaka 5 unatakiwa uwe na majibu ya kuwashauri wafugaji wetu wa Muheza ni namna gani wanaweza wakaongeza uzalishaji wa maziwa. Sasa ukiangalia kiasi kikubwa tumepitia wafugaji wengi katika kata nyingi. Sasa mara nyingi sana wale wafugaji wetu unakuta chakula alichokilisha, kama amelisha kilogramu 40 unazozikuta pale kwenye sehemu anayolishia, asilimia karibia nusu ni mabaki, yani ni makapi. Maana yake ni nini? Kile alichokilisha na kile kinachobaki kwenye takataka pale, au kinachobaki kwenye takataka zinazoendana na kinyesi, unakuta nusu yake walio wengi wameyatoa na wameyaweka kwenye sehemu za kutupa takataka. Maana yake ni kwamba kile kinacholishwa sio chote kinacholiwa, na hiyo inasababisha kabisa kwamba kama ulichokiweka kwenye sahani kimeachwa, nitoe tu lugha ya mfano kwamba mtoto umempakulia kwenye sahani lakini nusu yake ametupa, maana yake ni upotevu wa gharama za bure, na ambazo kama kingekuwa kimetumika chote kingeweza kuzalisha kwa tija na tukapata
Sasa malisho bora ambayo nitakwenda kuiongelea kwa upana mada hiyo, malisho bora ni yale ambayo ukiyaweka kwenye sahani kinachobaki ni kiduchu, nitumie hilo neno, ni kidogo na chote kimeliwa. Naam, msikilizaji, unaendelea kupata elimu swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Nimepata neno zuri pia kutoka kwa mtaalamu. Kule kwenye dini wanasema wakati wengine ukitia chakula kwenye sahani alafu ukabakiza, wanasema israfu. Leo mtaalamu anatuambia yani kumbe hata mnyama ukiwa umemlishia malisho umemwekea chakula alafu kikabakia, kumbe nako ni miongoni mwa makosa ya ufugaji. Nimependa sana. Na imani wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza huko uliko, wakati mwingine unakuta tunazunguka ama tunahangaika kutafuta malisho kwa ajili ya mnyama mmoja tu, lakini unabeba jizigo kubwa, lakini anachokipata yeye ni kidogo. Hiki ndio ambacho pengine siku ya leo mtaalamu anatufahamisha sasa tufanyeje ili kuepuka adha kama hizo. Ndio. Asante sana mtangazaji. Sasa nitaelezea malisho kwa namna mbili. Yapo yale malisho ya asili ambayo Mwenyezi Mungu ametupa, tunayakuta mapolini, tunayaona kabisa pembeni mwa barabara. Yale ni malisho ya asili ambayo ndio walio wengi wanalisha malisho hayo. Lakini yapo malisho yaliyoboreshwa. Ukitembelea taasisi ya utafiti wa mifugo TARIRI, malisho hayo utayakuta tumeyalima mashambani. Sasa simaanishi kwamba malisho ya asili hayafai kabisa, la hasha. Malisho ya asili nayo yanatakiwa yavunwe katika hatua ambazo ni stahili. Malisho yasiwe yamekomaa sana, unaweza ukayavuna huko ambako yalipo, lakini yale malisho yetu yaliyoboreshwa ambayo tunayalima, nilitaka nijikite hapo nielezee kwamba kilimo cha malisho ni kilimo kama vilimo vingine tunavyovifanya. Kwa mfano, kilimo cha mahindi huwa lazima tuweke matarajio kwamba eka moja ya malisho ya mahindi lazima tuvune kiasi fulani, na eka moja ya malisho, mradi huu unaenda kujikita kuainisha ni namna gani eka moja inaweza ikazalisha karibia tani mpaka 4,000 za malisho, ambayo tunachokifanya sisi tunahakikisha ng'ombe wa maziwa tunaujua uzito wake, na ni lazima sasa tujue ng'ombe huyo anahitaji malisho kiasi gani kwa mwaka mzima, siku 365. Kwa hiyo lazima tuweze kuainisha mahitaji ya ng'ombe halisi, lakini pia tuelezee sasa na eneo la mfugaji analolilima na malisho yale aweze kujua atapata kiasi gani. Kwa hiyo uwiano wa eneo tulilonalo na kiasi cha malisho na mahitaji ya mifugo ni jambo la msingi ili kuweza kufuga kwa tija. Naam, msikilizaji, kupitia 0676444207 na kukumbushia utume ujumbe wako, lakini baada ya kupata elimu ndo utakwenda kupita nao na utaweza kupata majibu hapa. Naam. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Sasa nilichotaka kuwafundisha leo ni kwamba tunayo malisho tuliyoyachagua katika huu mradi. Malisho haya, kwa wale ambao wameshahudhuria semina zetu ambazo zinafanyikia kwenye taasisi kwenye wakala wa mafunzo LITA Buhuri, tumekuwa tukiwafundisha ni namna gani ya kilimo cha malisho kinaweza kufanyika ili wafugaji wetu waweze kufuga kwa tija. Lakini pia wafugaji tumekuwa tukiwakaribisha pale kwenye taasisi yetu pale TARIRI Tanga ili waweze kupata mafunzo ya kutosha. Yapo malisho, aina ya malisho inaitwa Cenchrus cerealis. Ni jina la kitaalamu, lakini walio wengi ambao wamefika kututembelea pale kituoni au ukipita barabarani pale kwenye taasisi yetu utayaona ni malisho ambayo yale malisho sasa yakilimwa vizuri yanaweza yakawasaidia wafugaji kuvuna na kutunza, kuvuna na kulisha, ili awe na uhakika wa chakula cha mifugo kila siku. Nitoe tu rai kwamba wafugaji wetu walio wengi wanawategemea vijana wanaokwenda kukata majani na kuleta, lakini wakati mwingine kijana hayupo. Unajikuta mfugaji wetu badala ya kupata mfululizo wa ulishaji
siku ya kwanza mpaka labda siku 14 mfululizo. Katika hizo siku 14 unajikuta mfugaji anatetereka sana. Siku nyingine ng'ombe anashinda bila chakula. Sasa ng'ombe akishashinda bila chakula, kesho yake kumwanzisha tena aweze kula na mwendelezo huo aweze kuzalisha maziwa, wakati mwingine imekuwa ni changamoto kubwa. Sasa ukiwa na shamba lako la malisho, inaweza ikawa ni suluhisho ambalo linakupa wewe uhakika ulishe kwa mwaka mzima siku 365 pasipo kuteteleka. Hiyo inakusaidia wewe kuwa na ufugaji wenye tija. Hivi dokta, pengine watu wanafuga, umezungumza hapo kuhusiana na wanaotegemea malisho ya kumtuma tu labda wale watumishi kwenda kukata majani au ndio hivyo watu wanatumia lakini kuna watu wanatumia hivi ambavyo vinahusiwa ni vyakula vinavyouzwa kwenye maduka ya hizo ya malisho. Kwa nafasi yako, kwa ushauri wako, ni aina gani ya malisho ambayo ni bora zaidi kwa mifugo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwenye upande wa ulishaji, kwenye upande wa kulisha ng'ombe wa maziwa, chakula cha msingi ni malisho. Lakini hicho ndo tunakiita chakula cha msingi. Wataalamu wanasema basal diet. Lakini kipo chakula cha ziada, wanasema supplementary feed. Yaani kile ambacho tumelisha kama chakula cha msingi, kama kina mapungufu yoyote, huwa tunatakiwa tumtosheleze ng'ombe kwa kumpa chakula cha ziada. Ndugu mtangazaji, kama ulivyouliza ni kwamba vipo vile vyakula vya ziada ambacho ni mchanganyiko wa vyakula vikavu. Kwa mfano pumba, zipo mashudu, yapo madini. Hayo yote yakichanganywa inatengenezwa mchanganyiko maalum ambao ng'ombe anapokuwa anakamuliwa huwa anawekewa kwenye sahani baada ya kuwa amekula malisho ya kutosha siku nzima, na anapokuja kukamuliwa sasa huwa tunampa chakula cha ziada. Mara nyingi sana huwa tunampa kilo 2 asubuhi na kilo 2 jioni, kwa kila mkamuo angalau asipate chini ya kilo 2, inategemea na uzito wake. Lakini mchanganyiko huo lazima uwe na pumba yenye virutubisho vya kutosha, mashudu na madini, ambapo hata vitamini zinaweza zikachanganywa mle ili ng'ombe wa maziwa apate malisho ya kutosha, na hapo aweze kupata chakula cha mchanganyiko kilicho bora. Sawa, nimeona kama msikilizaji ananiuliza kutoka Kange Kasera. Yeye anauliza kuna aina labda za majani ambazo pengine ni bora au ni majani tu yoyote ambao manake ng'ombe anakwenda mwenyewe kutembea kutafuta, lakini na yule amani kwa wale ambao wamefungiwa. Anauliza kutoka Kasera, kuna aina ambayo ni bora zaidi kwa malisho wa ng'ombe wa maziwa? Asante sana ndugu mtangazaji, na naomba nijibu swali la wadau wanaouliza kwamba ni majani yapi bora ambayo yanaweza. Kama nilivyosema, malisho ya asili yana mchanganyiko tofauti unapoenda pale polini. Sasa malisho yako katika mchanganyiko wa nyasi na mikundekunde. Wafugaji wengi ukiangalia kwenye malisho wanayoyakata kule polini ni nyasi tu. Nyasi protini yake, kiwango cha protini cha nyasi ni kidogo ukilinganisha na kiasi cha protini iliyopo kwenye mikundekunde. Kama ameleta mchanganyiko, ziko aina mbalimbali kitaalamu, siwezi nikazitaja hapa zote, lakini kama ana mchanganyiko wa nyasi na mikundekunde, tunashauri sana mikundekunde akiipata kule polini aichanganye na yenyewe ailete. Lakini pale kituoni kwetu sasa kwenye taasisi, malisho ambayo tumesha yaainisha ni bora, kama nilivyosema, jina lake la kitaalamu tunaita Cenchrus cerealis. Ninashauri au ninawaomba wasikilizaji wetu waweze kuja kutembelea. Kama ukitokea Kange unakuja mjini, ukitoka Tanga Fresh kuna minazi mkono wa kushoto kuna geti limeandikwa utafiti mifugo. Ndio. Pale utafiti wa mifugo ni taasisi ya umma, na tunawaruhusu mdau yeyote
aje kututembelea na tutamtembeza kwenye mashamba yetu, ataona aina mbalimbali za malisho tulionayo na tutamuonyesha utafiti wetu uliochanganua ukatambua aina moja ya malisho inazostahili kwa ajili ya yeye kwenda kupanda. Na sasa hivi tuko kwenye mpango wa kuanza sasa kuwashauri wale wanaohitaji kuanzisha mashamba, tuweze kuwauzia mbegu waweze kufanya kazi au kufanya kilimo cha malisho kibiashara. Anaweza akawa anafuga akalisha ng'ombe wako, au akalima malisho akawauzia wale wanaofuga. Sawa, lakini kuna Ramadhani Omari huyo hapa kutoka Maweni. Yeye anasema robota ya kilo 15 inaweza kulisha ng'ombe kwa siku ngapi? Robota ya hai. Asante. Kitaalamu zaidi. Na kushukuru sana ndugu mtangazaji, na mshukuru sana ndugu Omari aliyeuliza swali. Ng'ombe nitakwenda kuelezea. Robota letu kubwa huwa wale wanaofungasha marobota ya malisho makavu wanayaita wengine hay, huwa lina kilo 20 mpaka 15. Sasa hapo hiyo hay ilikuwa nafikiri ni kitaalamu ndio. Hay ni jina la ni neno la kitaalamu akimaanisha kwamba ni malisho makavu ambayo yamefungashwa kwenye marobota. Sasa yale ng'ombe mmoja wafugaji wetu tunashauri pia wafahamu uzito wa mifugo yao. Kwa sababu gani? Ng'ombe wa maziwa kama ana kilogramu 350 kwa mfano, anahitaji kilogramu 10.5 za yale malisho makavu hay. Sasa lile robota kama lina kilo 15, ina maana anaweza akala kwa siku 1.5. Kwa hiyo ni vizuri wafahamu. Lakini kama ng'ombe wako ana kilogramu kwa mfano 250, 3% ya uzito ule ndio kigezo chetu kitaalamu cha kumlisha ng'ombe kwa siku. Kwa hiyo kama ana kilogramu 250, 3% ya uzito wa ng'ombe yule ni kilo 7.5. Kwa hiyo akimlisha chini ya hapo hajafikisha mahitaji ya ng'ombe kwa siku. Kwa hiyo ni vizuri wafugaji wakafahamu. Siku hizi kuna namna ya kuwafundisha anajuaje uzito wa ng'ombe wake. Ndio. Kuna namna ya kupima, wakija tutawaelekeza, lakini kuna wengine walishafundishwa jinsi ya kutumia tepu kupima kifuani, upana wa kifuani ambao unasaidia kuweka makadirio ya uzito wa ng'ombe wake, ili ajue kabisa kile ninachokilisha ni kiasi gani kuendana na uzito wa ng'ombe wangu. Hapo ndo tutakuwa tumelisha ili tuweze kuzalisha kwa tija. Vinginevyo tunakuwa hatujamshibisha ng'ombe wetu anayezalisha maziwa. Sawa, labda ni kwa message kwa mara hii afu endelee kupata elimu. Ameandika huyu kutoka Ngwashi. Anasema hizi nyasi aina ya Dunkai zina faida gani kwa malisho yenye tija, malisho bora yenye tija kulingana na mada yetu? Nafikiri alikuwa anamaanisha malisho yanayoitwa Junkao. Naona ni miongoni mwa wafugaji wanajua. Kama sana pia kutoka huko. Ndio kama nafikiri kama matamshi ya malisho yanaitwa Junkao. Ni jamii ya malisho wengine kienyeji wamezoea kuita ngugu. Ni malisho marefu kama miwa. Na yale malisho hayo yanayoitwa Junkao ni malisho ambayo kwa sasa hivi maeneo ambayo ardhi ni ndogo unakuta wameyalima kwenye matuta, yanaweza yakazalisha tani 20 mpaka 30 kwa hekta moja. Sasa kama umeyalima vizuri yanaweza yakakusaidia, lakini nitoe tu ushauri ni kwamba yale malisho ni makubwa yako kama jamii ya miwa. Kinachotakiwa ili uweze kuyalisha vizuri na chakula chote kama nilivyosema kikiwekwa kwenye sahani kiweze kuisha, lazima yachakatwe. Zipo mashine ndogo ndogo siku hizi ukiyaingiza mle yanachakatwa, yanakatwa vipande vidogo kiasi kwamba ukiyaweka sehemu ya kulishia angalau malisho hayo yanaweza akaliwa yote yakaisha. Vinginevyo kwa wale wanaokatakata vipande vikubwa
malisho mengi yanapotea. Na nimekuwa nikitahadharisha kitaalam kwamba unapoweka kwenye sahani chakula kama ni kilogramu 20, hakikisha 18 kwenda mbele zimeliwa, vinginevyo unakuwa umepoteza chakula chako. Sasa tunakiandaaje hicho chakula? Ni namna gani? Ni lazima kikatwe ya kutosha, lakini tuondoe yale makapi kabla hata ya kulisha, ili tujue kabisa tumelisha kiasi gani ambacho kinaenda kufanya kazi kwenye mwili wa mnyama ili aweze kuzalisha maziwa. Asante pia mtaalam, na endelea kupata elimu msikilizaji kupitia 106.1 Mwamba FM sauti ya Tanga, na kubwa zaidi tunazungumza kuhusiana na malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Nimepata pia taswira ni kwa nini mama yangu nimeona akiwakatia kuku majani kama hivyo unavyosema, na wakati anafuga kuku, lakini nikaona kuna majani yanaitwa kama malvena au mboga ya mchicha, anakata ndogo ndogo. Kumbe nimepata jibu ni kwa nini alikuwa anafanya hivyo. Shukrani sana pia. Ndio. Sasa tukiendelea na kilimo cha malisho, labda nitoe ufafanuzi tu. Kilimo cha malisho kama nilivyosema ni kama mazao mengine. Malisho tunaandaa shamba kama kawaida, unafyeka vichaka, unafanya kila kitu. Unalima kama una trekta, unaweza ukalima kwa trekta, kama unalima kwa mkono, unalima kwa mkono. Kwa hiyo unalima kama kawaida, lakini baada ya hapo unapanda kama unavyopanda, na hizo mbegu sisi kwenye taasisi yetu zinapatikana. Baada ya hapo tunapalilia, na mara nyingi sana huwa tunawashauri wafugaji wapande kwenye mistari, kwa sababu kulima nyasi ndani ya nyasi ni changamoto, wengi wanaweza wasizitambue. Sasa huwa akipanda kwenye mstari, sisi dhana yetu ni kwamba ataona hii ni nyasi ya magugu ambayo haihitajiki, hii ni nyasi ambayo inalengwa kuvunwa. Kwa hiyo anapalilia kama kawaida, lakini pia anaweka mbolea ili aweze kupata malisho ya kutosha. Na akishafikia hatua hiyo, tunaweza tukamfundisha hata kuzalisha mbegu, au kama hataki kuzalisha mbegu, yeye atavuna malisho na atasindika. Zipo teknolojia rahisi za kusindika malisho, badala ya wale wenye kwa wale wenye uwezo wa kununua matrekta na nini, wale huwa kuna mashine zinazoweza zikasindika, lakini walio wengi tunawafundisha teknolojia rahisi la kutumia boksi za mbao, ambapo akiyashindilia vizuri yanaweza akayapanga kwenye eneo dogo katika eneo lake, na akatunza mwaka mzima malisho hayo yakatumika. Maana ya kuwa na chakula cha hifadhi ni kwamba haumteteleshi ng'ombe kumlisha kila siku. Ukimlisha leo vizuri, kesho asile vizuri, kesho kutwa akala vizuri, kesho mtondo asile vizuri, unafanya uzalishaji uyumbe. Maana yetu ni kwamba watu wawe na hifadhi ya kutosha ya chakula, ili aweze kufuruliza miezi yote, ikiwezekana mwaka mzima, pasipo kuteteleka, kushinda njaa, ambapo uzalishaji huwa unashuka, na kuupandisha huwa ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo ni vizuri wakajipanga wafugaji wetu kututembelea, tuweze kushauriana. Mradi huu unalenga kuwafikia, lakini pia kuwakaribisha waje waone matokeo ya utafiti. Ni namna gani yanaweza akatumika nyumbani kwake ili aweze kuzalisha maziwa kwa tija. Na pengine ni kama hivyo ambapo umekuwa ukiwakaribisha, lakini pia elimu inapatikana siku ya leo. Lakini nimezoea, mimi niko kwenye kata yetu ya kule Maweni, inamaanisha kwamba hii programu ya swala zima la malisho ama swala la ufugaji nimekuwa nikisikia, na niliwahi pia kuhudhuria kwenye semina hizi ambazo unazungumzia. Sasa utaratibu wenu ukoje pia kuhakikisha, pengine kuna mtu mwingine anatamani kufuga, unajua lakini gharama za kupata ng'ombe, lakini nafahamu kwamba kulikuwa na miradi ile ya kopa ng'ombe, lipa ng'ombe. Sasa sijajua kwa TALIRI hili zoezi linaendeleaje huko, pengine au changamoto zikoje maeneo haya? Nakushukuru mtangazaji. Labda tu niseme lengo la huu mradi, tulikuwa na maeneo makubwa mawili na ambayo tunaendelea nayo. Kama nilivyosema, cha kwanza ni malisho, kuhakikisha kwamba upatikanaji wa malisho kwa wafugaji wetu upo. Lakini sehemu ya pili ni upatikanaji wa ng'ombe mwenye tija. Aina gani ya ng'ombe bora? Sasa kwa sasa hivi taasisi imeweka mpango wa uzalishaji
tunahimilisha pale kituoni wale ng'ombe wetu tulionao, tumewaweka kwenye programu ya kuwazalisha, tuone watoto wanaozaliwa, lakini pia kuendelea kuwalisha wale waliopo, tuone kama je, tatizo ni ng'ombe, aina ya ng'ombe, au ni ulishaji duni ambao ndo unaleteleza kutozalisha maziwa ya kutosha. Kwa hiyo kwa sasa hivi wanapokuja tukishashauriana wafugaji wetu, mara nyingi sana tunawaelekeza wakanunue wapi ng'ombe, kipindi sisi ambapo bado tunaendelea na mikakati ya kuzalisha ng'ombe bora mwenye tija, ambao sasa hivi tumeshazalisha awamu ya kwanza, lakini pia tunaendelea na awamu ya pili, ili wale watoto watakaozaliwa ambao tunajiridhisha kabisa kwamba huyu ndiye ng'ombe stahili kwa mkoa wetu wa Tanga, tutaweza kufikia kiwango cha kuwauzia wananchi ili waweze kupata mitamba bora na kila kitu. Kwa hiyo tuko kwenye hizo program zote, tunaendelea nazo ili tuweze kukidhi mahitaji, lakini kwa sasa hivi bado wapo watu binafsi wanauza, zipo na mashamba makubwa yanayouza. Kwa hiyo ni vizuri waje tushauriane, tuelekezane wafanye nini ili tuweze. Lakini pia kitu ambacho nataka niseme sana ni kwamba wapo watu wamenunua ng'ombe kwenye taasisi yetu, lakini wapo pia watu wamenunua ng'ombe wa maziwa kwenye mashamba mengine. Wale ng'ombe wengi wanazalisha lita 3 mpaka lita 5 kwa siku, lakini tulichokiona ni kwamba huenda tatizo kubwa, kwanza kabla hatujaenda kubadilisha ng'ombe, tujitathmini tunalishaje, ni namna gani unalisha kujiridhisha kwamba huyo ng'ombe anayekupa lita 3 hakufai. Kwa hiyo hilo ndo la msingi sana ambalo nalo wanapokuja pale kituoni kwetu tunashauriana, ng'ombe wako ulimnunua wapi, unafanya nini, takwimu zake zikoje, tangia umemnunua na umri gani. Tukisha chakata yote hayo, tunamwambia sasa tunashauri 1, 2, 3 kabla hata huyo ng'ombe hujamuondoa kwenye zizi lako. Na msikilizaji, faida ya kuwa na wataalamu ndio hii ambayo unaisikia. Pengine wewe ambao ulikuwa unatamani kuwa mfugaji, lakini kumbe kwanza ni vyema ukafahamu pia kwamba haya malisho bora kwa ufugaji wenye tija yakoje, ili hata yule ng'ombe ambaye utakwenda kumnunua au ule mfugo ambao utakwenda kuanzisha, kumbe kwenye swala zima la malisho utakwenda kulifanyaje. Nimependa hii, inamaanisha kuna wengine sina ng'ombe alafu napata hii elimu, lakini kumbe hii elimu ni bora zaidi kuliko yule ng'ombe ambaye unatarajia utampata mwakani. Kwanza ujifunze, ndio faida ya kuwa na wataalamu. Tuko na mtaalamu kutoka Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania TALIRI, tuko na Dr. Jonas Kizima, na kubwa zaidi anatujuza namna gani malisho bora kwa ufugaji wenye tija. Ndio mada kuu ambayo tunaizungumzia, na baadhi ya maswali unapatiwa majibu hapa kupitia 0676444207. Majibu yanapatikana hapa, lakini tunaendelea kupata elimu. Pengine bado tuko kwenye elimu, tumejikita, lakini nimemwambia msikilizaji kwamba majibu yake, maswali yake kadhaa naweza kupata majibu. Anasema junao zinapatikana wapi? Hizi mbegu za junao si kama haya majina Junkao. Junkao ni Junkao. Sawa, basi ameuliza zinapatikana wapi? Ndio. Asante sana. Nafikiri akitutembelea tutamwambia sisi pale tunazo, kwa hiyo anaweza akapata. Kwa hiyo akitutembelea, kama nilivyosema, ukishapita pale kituo cha utafiti wa mifugo unaweza ukaonyeshwa mbegu za Junkao, na unaweza ukapata Junkao ili tuweze kuwashauri namna gani ya kupanda na nini baada ya kuwa ametembelea mashamba yetu. Kwa hiyo mbegu zipo na tunaweza tukawaelekeza wanazipataje wakitutembelea. Naam. Labda kingine ambacho sasa nilitaka nikiongelee kwenye mambo ya malisho, kama nilivyosema, kilimo cha malisho kinaweza kikamsaidia mfugaji kufuga kwa tija kwa sababu kubwa moja. Kilimo cha malisho huwa kinatupa nafasi ya kufanya makadirio, kujua unaweza ukavuna kiasi gani, na ukaweza wewe mwenyewe kujitathmini, ng'ombe wangu wana mahitaji kiasi fulani. Kama nilivyosema, labda hili nilieleze,
ng'ombe wa maziwa mwenye uzito wa kilogramu 350 anahitaji malisho makavu kilo 10.5. Sasa kwa mwaka mzima huwa tunaweka makadirio siku 365, akizidisha na mahitaji ya ng'ombe kwa kila siku anahitaji malisho karibia tani 3.8. Hayo ni malisho makavu ambayo yeye akiwa nayo ana uhakika ng'ombe wake atakula vizuri kila siku, na kama ni ng'ombe anayetoa maziwa atatoa, na kama kuna chakula cha ziada, mchanganyiko ule niliosema wa pumba, mashudu na madini, akiwa anamlisha vizuri ng'ombe wake, kutegemeana na ubora au wa damu yake, maziwa yatazalishwa kwa tija. Sasa malisho haya tunajuaje kwamba shamba letu linatoa kiasi fulani? Siku hizi wanapokuja pale huwa tunawafundisha, shamba lako la malisho kama liko kiasi fulani, kuna teknolojia za kufanya makadirio. Tunavuna kwa kutumia kipimo kinachoitwa ni mraba, ni quadrant au mraba. Tunawaelekeza ni namna gani ukishakata kiasi fulani hiki unapima kwenye mzani. Kwa kufanya hivyo unaweza ukakadiria shamba lako linaweza likazalisha kiasi fulani. Kwa hiyo anaweza kabisa kujua eka moja ya malisho. Tumeshaona eka moja, kama ana ng'ombe wa maziwa mkubwa mzuri, kwa mwaka mzima eka yake moja inamtosheleza kabisa. Kwa hiyo akiwa na eka 2 ana ng'ombe wawili, na inadhihirika kabisa kwamba kama amelima vizuri, akavuna vizuri na pasipo kumwagilia, ng'ombe huyo anaweza akala malisho yaliyovunwa na bado akaletewa chakula cha ziada akaendelea bila usumbufu. Na hata kama kijana ametoroka siku ngapi hayupo, kama ana hiyo eka moja ya malisho, bado anaweza akazalisha maziwa ya kutosha kutokana na ng'ombe wake. Kama ng'ombe wake ni bora, basi akawa na uhakika wa uzalishaji kama ana eka yake moja ya malisho. Hiyo tumeshajidhihirisha, na hivi sasa tunawafundisha wafugaji wa Muheza waweze kufanya hicho kitu kwa kuondoa ile hofu ya kijana leo yupo kesho hayupo. Uhakika wa kuzalisha maziwa unakuwa unateteleka. Kwa hiyo ni elimu ya msingi sana, na kama itazingatiwa tunaona kabisa kwamba watu wanaweza wakalima na wakapata malisho ya kutosha kwa mwaka mzima. Naam, msikilizaji, unaendelea kupata elimu, lakini kupitia 0676444207 swali lako, maoni yako, ushauri wako na majibu yanapatikana hapa. Dr. Kijazi yeye anasema mbegu ya malisho ya Sencras nikiwa nayakosea haya maneno, yapo kitaalamu zaidi Sencras Yes. Anasema hivi zinaweza kutoa maziwa mengi? Anauliza hivyo. Tanimia radhi msikilizaji kama anakuwa kidogo majina yako kitaalamu zaidi hapa kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Naam, lakini majibu naendelea kuyapata pia kwa sababu bado tuko na mtaalamu wetu. Ndio, asante sana ndugu mtangazaji na ndugu muuliza swali Dr. Kijazi. Kweli ni kwamba haya malisho ya Sencras Cerealis, kabla hatujawashauri wafugaji, tulijiridhisha kwenye mashamba pale kituoni kwetu kwamba haya malisho yanafaa kabisa kuweza kuzalisha maziwa. Na haya malisho kama nilivyosema ni kwamba yana uwezo wa kutoa karibia tani 9 kwa hekta moja, yani ekari 2.5 zinaweza zikatoa tani 9, ambayo ni marobota mengi sana ya malisho, ambayo kwa mfugaji wetu ekari moja inaweza ikamtosheleza ng'ombe mmoja wa maziwa mkubwa kwa mwaka mzima. Hiyo mashaka hiyo asiwe nayo. Lakini pia sasa hivi tuko kwenye utafiti wa kuangalia ni aina gani ya mikunde ambayo tunaichanganya na malisho hayo ya nyasi ili aweze kuzalisha kwa kutumia mchanganyiko wa malisho yaliyolimwa. Maana yangu ni nini? Kama mmeshaona nikitumia tu lugha ya mtaani, ni kwamba mara nyingi sana tunapokwenda kwenye sherehe yoyote huwa tunaona tunakula pilau. Pilau ni mchanganyiko wa wali na nyama.
kwa maana kwamba tumechanganya ni sawa na kuweka ugali na mboga kwa pamoja. Sasa hata kwenye malisho sasa hivi tunaenda kushauri watu walime Sencras, lakini kwa kuchanganya na mikunde kunde. Maana yake ni kwamba mikunde kunde ina protini nyingi, na kama imechanganyikana vizuri shambani, ina maana mfugaji wetu ana uhakika wa chakula kilichochanganyika katika sahani moja. Na tunachoshauri kwa kutumia mikunde kunde ni nini? Ukiwa na malisho yenye protini 8% kwenda juu, wale wanaitwa wadudu wameng'enyao chakula kwenye ng'ombe, kwenye tumbo la ng'ombe, wanaita kitaalamu wanaita microbes, wanastawi vizuri kama hicho chakula au hayo malisho yana 8% kwenda juu ya protini, ili waweze kuishi vizuri na kumsaidia mnyama kumeng'enya kile chakula kikasagika vizuri, kikazalisha maziwa mengi. Kwa hiyo anapochanganya mikunde kunde na nyasi za kawaida, inasaidia sana kuongeza protini ili iweze kuwa ni uzalishaji wenye tija, kwa sababu malisho yake yana protein content kuanzia 8 kwenda juu, ambayo ni yenye faida kubwa. Wadudu wameng'enyao tumboni wanakuwa wana protini ya kutosha ya kumeng'enya, na wanayasaga vizuri yale malisho yaliyoliwa na mnyama, na maziwa yanakuwa mengi, kwa sababu ili uweze kuzalisha maziwa lazima uwe na protini ya kutosha kwenye chakula kuweza kuzalisha maziwa mengi. Sawa, ndani ya makutano msikilizaji, tunalisali zima leo kwa ajili ya elimu hii kuhusiana na swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija, kutoka taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania TALIRI. Tuko na mtaalamu wetu hapa, yeye ni afisa mtafiti mkuu kutoka hii taasisi ya utafiti wa mifugo, na amekuwa akitujuza kuhusiana na hii mada yetu ya leo, ambayo tunaangazia swala zima la malisho bora. Lakini bwana Cosmas wa Kilindi kule naye nimeona ujumbe wake hapa, anasema kwamba hivi mahindi nayo yanaweza kuwa ni miongoni mwa malisho bora yenye tija. Ameuliza ule anawadalima sana mahindi kule, naona aulize pia kuhusiana na hili, lakini tutalipatia ufafanuzi hapo kulingana na ambacho daktari anaendelea kutujuza. Na asante sana ndugu mtangazaji, na asante sana ndugu yangu kutoka Kilindi aliyeuliza swali. Mahindi sasa ina maana kubwa mbili. Mahindi kama mahindi unaweza ukayalima na kabla hayajakomaa vizuri, hayo mahindi yanaweza yakawa malisho, ukayakatakata ukamlisha mnyama yakiwa fresh, yani yamekatwa na akalishwa kama yalivyo malisho ya kawaida. Lakini pia mahindi hayo yanaweza yakavunwa kabla hayajakomaa, yakakatwa yakatengeneza kitu tunaita malisho vunde, silage, wengine wanaita silage kitaalamu, lakini ni malisho ambayo umekatakata malisho, umeyavundika, unayafunga kwenye mifuko ambayo hewa isiingie. Yale malisho yanaweza yakakaa hadi mwaka mzima kama hewa haijaingia, na ukiyatoa unaweza ukamlisha, yanakuwa bado yana unyevu, lakini yamevundikwa, tunaita silage kitaalamu. Hiyo sasa siwezi nikajua alikuwa anamaanisha nini, lakini mahindi kama mahindi sasa, kama punje, yale mahindi yaliyokomaa, wengine wanachokifanya huwa wanayakoboa ile pumba ya mahindi, ndo wanaichanganya na mashudu na madini kwa ajili ya kuwalisha wa ng'ombe wetu. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa hatulishi mahindi kama mahindi, ingawaje unaweza ukayaparaza, ukachanganya kidogo kwenye chakula cha mifugo, lakini mara nyingi sana tunatumia pumba, ingawaje tunahitaji pumba yenye ubora, sio pumba tu kama pumba. Kwa hiyo mahindi yanaweza yakatumika kwa namna zote hizo nilizozifafanua, na yote yakatumika kama chakula cha mifugo, kutegemeana na mfugaji mwenyewe analenga nini. Labda pengine kwa wale ambao wamevuna, shavuna alafu yale mabua tunaita yale, pengine nayo ni jamii hiyo. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba ni kweli kabisa, ukishavuna mahindi, hata maharage, ukishavuna maharage, ukishavuna kunde, yale mabaki yote ya mazao yote yale yakichakatwa vizuri kuwa ng'ombe au ng'ombe wetu wa maziwa wanakula. Tena kwa mfano mtu amelima karanga zake, yale majani ameshatoa yale majani yote akiyaweka vizuri,
na kama ulivyosema mabaki ya mahindi, kile chote ni chakula, hakitakiwi kutupwa. Kinatakiwa ng'ombe walishwe na yale mabaki ndio yatupwe shambani kutengeneza mbolea. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana ambapo tukizingatia sana mabaki ya mazao, malisho bora yaliyoboreshwa, lakini pia na yale malisho ya asili ambayo yako mashambani au yako mapolini, vyanzo vyote hivyo vikitumika vizuri, tunaweza tukafuga kwa tija, kwa sababu wapo watu unakuta wamevuna mahindi mengi tu, lakini yale mabaki hawajayatumia vizuri. Kumbe wangeweza kuyatumia vizuri. Siku hizi hata kuna vimashine vidogo vinayachakata vizuri. Yakishakata vizuri, wanachukua kitu anaita molasses, ni mabaki ya kwenye viwanda vya sukari, anayachanganya yale na mabaki kama ya mahindi, basi ng'ombe wetu wanakula vizuri na wanazalisha maziwa mengi tu ya kutosha. Sawa Dokta, kama kuna ambacho umebakiza kwenye swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija, alafu turejee kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu, ambaye ni mfugaji anaendelea kuwa na kufuga huko aliko, ambaye anawaza kuanza swala zima la ufugaji, tunamwambiaje sasa kuhusiana na swala zima la malisho bora kwa ufugaji wenye tija, ili tuweze kumalizia na muda wetu unatutupa mkono? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kitu kikubwa ambacho nakiona ni kwamba wafugaji wetu wanao ng'ombe wa kutosha, na wale ng'ombe bado wale ufuatiliaji wa chakula cha mifugo sio mzuri sana. Kwa hiyo hicho kigezo kinafanya uzalishaji usio wa tija. Kwa hiyo ipo haja kubwa ya kuzingatia, kuangalia uzito wa vile vyakula tunavyovilisha. Unaweza tu ukafanya kama majaribio. Unapoleta kijana ameleta mzigo kwenye baiskeli au kwenye mkokoteni, unakuwa tu na siku hizi mizani zipo za kupima mazao. Ipo mizani ile ya kuning'iniza. Kwa hiyo unauchukua ule mzani, unakadiria, ng'ombe wangu amekula majani kilo ngapi. Hiyo inakusaidia kufanya makadirio, kujua ng'ombe amekula kiasi gani, ili niweze kujua mapungufu yako wapi. Na aina ya malisho wakati mwingine akituletea hata sisi sampuli, siku hizi tunajaribu kupima sampuli kuona, je, hicho chakula kinacholiwa kila siku kina virutubisho gani, ili niweze kujua nalisha vizuri vyenye virutubisho au silishi virutubisho. Kwa hiyo utafiti unaendelea, na utafiti unawakaribisha wadau waweze kuleta sampuli ili tuweze kushirikiana kuona kile wanachokilisha kama malisho, je, wanalisha chenye ubora. Kwa hiyo wakati mwingine tukiweza kufanya majaribio hayo na kuona kinacholishwa, inaweza ikasaidia sana kujua amelisha kiasi gani, lakini amelisha chenye ubora gani. Naam, Dokta, labda tumkumbushe sasa msikilizaji yule ambaye anapenda kuja kujifunza kwenu, kuja kusoma kwenu, lakini kuja kuwekeza huko kwenu pia, nazungumzia kwenye taasisi huko, kwenye swala zima la utafiti wa mifugo, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii nako ni miongoni mwa sehemu ambapo tunakutana, tunajifunza humo, tunasoma. Pengine anaweza akatembelea peji gani kwa ajili ya kujifunza zaidi? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosisitiza tangia mwanzo, sisi tunawakaribisha sana wadau ambao wako mkoa wa Tanga watutembelee kwenye kituo chetu cha taasisi ya utafiti wa mifugo TALIRI. Ukiwa karibu na kiwanda cha Tanga Fresh, mbele yake kidogo kama unatokea Kange, pameandikwa utafiti mifugo. Mkono wa kushoto ukiingia pale, wewe karibu ofisini, ututembelee. Ni taasisi ya umma, iko kwa ajili yenu wadau wafugaji. Kwa hiyo sisi tutakushauri, tutakusikiliza, tutashauriana pasipo gharama yoyote. Kwa hiyo ni sisi tunawakaribisha sana, ili waweze kujua manufaa ya uwepo wa taasisi hii, lakini pia uwepo wa huu mradi wa maziwa faida, ambao lengo lake kubwa ni kuwaelimisha wananchi ili waweze kuzalisha maziwa kwa tija. Lakini sasa pia ni shauri tu kwamba ukiseti kwenye Instagram utatuona TALIRI. Ukisearch TALIRI kwenye Instagram utaiona. Zipo mada mbalimbali zinazoelezewa kwenye hizo website, kwenye pia kwenye tovuti ya TALIRI yapo mambo mengi sana yanayoendelea, na utaona pia
taasisi yetu ina vituo mbalimbali kwenye mikoa tofauti tofauti kutegemea na kanda iliyopo. Kwa hiyo sisi nitoe rai kwamba tunawakaribisheni sana wafugaji na wadau wengine wenye nia ya kufuga, wenye nia ya kujua sekta ya mifugo inafanyaje, lakini pia kwa ukaribu zaidi ni uzalishaji wa maziwa wenye tija. Naweza nikafanya nini ili niweze kuzalisha maziwa kwa tija? Naam, daktari, kushukuru sana pia kwa nafasi yako na elimu ambayo tumeipata pia kutoka kwako. Na msikilizaji, kumbuka tuko naye ambaye anatuaga muda huu, Dr. Jonas Kizima. Yeye ni mtaalamu wa malisho, ni afisa mtafiti mkuu kutoka Taasisi ya Utafiti wa Mifugo TALIRI mkoa wa Tanga. Lakini kubwa zaidi kwenye mada yetu ambayo tunapata elimu siku ya leo ni kuhusiana na malisho bora kwa ufugaji wenye tiba. Mtangazaji wako mtoto wa mfugaji Mwanamkuu Isa kwenye makutano pia siku ya leo nimeweza kukuletea yote haya. Tarejea hapa kwa habari mbalimbali za michezo kuhakikisha kwamba tunakamilisha kipindi chetu cha makutano. Dr. shukrani sana. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji, tutazidi kuja kujifunza zaidi kwenu na kuzidi kutangaza taasisi yetu. Tunakushukuru sana kwa ushirikiano Radio Mwambao. Asante sana.